Hii ni Sepetu TV na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya michezo katika ligi yetu ya Tanzania, hususani katika dirisha la usajili linaloendelea katika vilabu viwili vya Simba na Yanga, lakini pia na vilabu vingine ambavyo vinashiriki ligi ya NBC Tanzania Bara. Na tuko hapa na wadau wa michezo na mashabiki wa Simba na Yanga. Hapa tujaribu kuangazia usajili wa vilabu hivi viwili vikubwa Tanzania ambao ni Simba na Yanga. Ndio Bwana Hamadi. Tuko live hapa kupitia Sepetu TV. Wewe kama mdau wa michezo na shabiki wanachama kindaki wa klabu ya Yanga, unazungumziaje usajili unaofanywa na klabu yako kuelekea msimu unaotarajia kuanza mwezi ujao wa 8? Usajili wa Yanga kwa upande wangu mimi nimefurahishwa hasa na maingizo ya wachezaji wazawa, ingawa mashabiki wengi wakati wameanza kutambulishwa wachezaji wa ndani walikuwa kama vile wanakosa imani, wanaona kama vile malengo ambayo Yanga wamejiwekea, malengo ambao wanayo siku zote kwamba Yanga ni klabu kubwa, ni klabu ambayo kila msimu inatazamia kushinda mataji. Sasa kwa ule usajili ambao walikuwa wameanza wachezaji wa ndani, mashabiki wengi nilikuwa nawasikiliza mashabiki wenzangu wa Yanga na hata upande wa pili wakawa wanasema Yanga mnasema mwakani tena ndio kwa hawa wachezaji, lakini kiufupi mimi nimefurahishwa kwa sababu gani? Yanga kwa misimu 5 mfululizo imekuwa na wachezaji wale kwa asilimia kubwa. Umeona Kwa hiyo wametumika sana. Kwa hiyo kuna muda ilikuwa inahitajika waongeze damu nyingine changa zenye njaa ya kutafuta mafanikio, na ndicho walichokuja kukifanya. Wameingiza vijana wadogo wazawa wa Tanzania ambao wana potential, na kwa kocha ambaye Yanga wamemleta jina lake kidogo changamoto. Kwa hiyo kocha walimleta Yanga wamemleta nafikiri kwa ajili ya hivyo, na yeye ana uwezo wa kujenga timu na kuamini vijana kama hao ambao wamewasajili. Usajili wa kimataifa, hao wachezaji kusema na ukweli hata sisi tunawaona kwa profile zao. Mimi binafsi sijamshuhudia hata mmoja akicheza, lakini kulingana na profile zao na viwango vyao vya msimu uliopita kwenye timu walizotoka, nafikiri inanipa matumaini, na viongozi wangu nimekuwa nikiwaamini kupita maelezo, hasa engineer, kwa sababu yeye ndo amekuwa akihusika zaidi kwenye masuala ya usajili nafikiri na kila kitu, na yeye ndo ametengeneza timu hata hiyo ambayo imechukua ubingwa mara 5 mfululizo. Kwa na imani nao wachezaji, nafikiri muda utaongea, tusubiri tuje tuwaone, lakini nimefurahishwa na usajili mpaka sasa hivi, isipokuwa nafasi pekee ambayo kidogo naitilia mashaka ni namba 6, na ambao wamesema kuna mchezaji amesajiliwa. Kwa tunasubiri tuone, lakini kama wakipata namba 6 mzuri pale, nafikiri tutakuwa tuko vizuri zaidi msimu ujao kuliko msimu ambao umepita. Yes, na kupitia msimu uliomalizika ambavyo Yanga amefanikiwa kuchukua ubingwa wa NBC Premier League, lakini katika namna ambavyo Yanga amecheza na namna alivyomaliza msimu si sawa na alivyomaliza katika misimu 3 iliyopita. Na unahisi ni nini kilichangia ikawa hivyo? Kwa mtazamo wangu mimi nafikiri tulikosea kwenye kuajili walimu. Umeona Tukiangalia msimu wa kwanza ambao tumechukua ligi baada ya kuwa Simba amedominate kwa miaka 4, tulikuwa na Nabi alikuja akaitengeneza timu ikawa inacheza mpira fulani hivi wa pasi nyingi fupi, mpira wa kumiliki sana,
na kushambulia. Kwa hiyo walikuwa wanao mpira sana. Alipokuja kutoka Nabi alikuja Gamondi. Nafikiri Gamondi naye alikuwa ni kocha mzuri sana, aliendelea pale pale tukachukua. Alipokuja pia Lamovic aliendelea pale pale, tulikuwa tunatembea kwenye aina ya soka ambalo Nabi alikuwa amelitengeneza kwenye timu yetu. Makocha wengine waliokuja hasa yule Msauzi Falls, mimi kwanza sikuwa nikimwamini toka mwanzo alivyokuwa ametambulishwa, lakini kasema hawa viongozi si ndio wameleta makocha watatu wa mwanzo na wao ndio wamemleta huyu, pengine kuna kitu watakuwa wameona. Umeona? Kwa tutatembea labda kwenye falsafa hiyo hiyo ambayo tumekuwa nayo kwenye misimu mitatu ambayo tumechukua ubingwa, lakini haikuwa hivyo. Tumepata ubingwa kwa vigumu. Mimi nafikiri ilikuwa ni selection ya makocha ambao walibadilisha falsafa yetu ya uchezaji ya Yanga, lakini pia wachezaji kutumika sana. Wewe mwenyewe shahidi, ligi iliisha muda mfupi sana, baadaye watu wakaingia wakacheza mashindano ya CHAN, wachezaji wakupata muda wa kupumzika, ameisha mashindano ya CHAN, wakaingia tena kwa maandalizi ya msimu. Nafikiri wachezaji walikuwa wamechoka, na wachezaji sana tulikuwa na wachezaji wale ambao wametumika msimu mitatu nyuma. Mimi nafikiri hiyo ndio ilikuwa sababu zaidi ya Yanga kuwa chini. Wachezaji ni uchovu nafikiri. Yes, ni sawa. Tukiangalia kwenye msimu huo ambao umemalizika, msimu wa 25 26, kuna baadhi ya maeneo ambayo yalionekana yana mtu mmoja na anapokosekana inakuwa changamoto pia. Mfano kwenye eneo la namba 6 ambao umelizungumza, ni eneo ambalo lilionekana mtu mmoja akikosekana, na maana tayari timu inaanza kutengeneza mazingira ambayo ni lazima acheze huyu, ni kwa sababu tu hakuna mtu mwingine. Na hilo umelizungumza kwamba uongozi upo katika mchakato wa kuweza kulipatia mtu sahihi na mchezaji ambaye atakuwa kwenye kiwango kinachotakiwa. Prince Dube ameondoka baada ya kumaliza muda wake, na sasa amebaki Depu pale mbele. Je, hauoni kwamba timu inahitaji iongeze mtu zaidi, au unahisi Depu peke yake anaweza katosha katika ile eneo kulingana na kila ambacho mashabiki wa Yanga, wanachama, kila alichowapa msimu uliomalizika? Nafikiri tumesajili striker anaitwa Sheikh Ibrahima Toure. Huyo ni striker ambaye ametangazwa juzi, lakini pia tuna Mzizi ambaye anatoka kwenye majeraha. Kwa hiyo nafikiri depth ya mastrika kule mbele nafikiri tuko vizuri, lakini pia tumemsajili kijana mmoja kutoka Mashujaa Mihambo. Nafikiri ni wachezaji ambao kwa huu kocha ambaye amekuja atawapa nafasi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye eneo la striking tuko vizuri kwa kweli kwenye swala striking, na tumeongeza pia kwenye winga. Tulikuwa tuna shida sana kwenye eneo la winga, na ukijaribu kuangalia Yanga tulikuwa tunajaribu sana kwenye swala la winga. Tuliwasajili kina Ikwa, hawakudeliver. Kwa hiyo hao waliokuja ni quality players. Kule mbele tuko vizuri, ndio maana nikakwambia mimi wasiwasi wangu ulikuwa na ambao bado niko nao sasa hivi. Nafikiri tunahitaji kiungo asili wa ukabaji, na wao umetuambia, nilikuwa namsikiliza msemaji wa Yanga alikuwa anasema wamesajili kiungo bora zaidi kwa msimu huu ambaye bado hajamtangaza. Kwa ndio hicho tunachosubiria. Kwenye maeneo mengine nafikiri tumeongeza vizuri, tumeleta vijana wa kusaidiana na ya Ukwasi, tumesajili kutoka Mashujaa, lakini kwenye central back pale tuna depth nzuri tu, na tumeongeza tena mchezaji mwingine na Dickson Jobu yupo. Mimi nafikiri tuko vizuri. Apatikana tu namba 6 wa maana, Yanga tutakuwa na msimu bora na imani kuliko hata misimu miwili ambayo imepita, na tutafanya vizuri kwenye mashindano. Okay, sawa. Hebu tuangazie sasa mahasimu ama watani wa jadi wa Yanga ambao ni Simba. Yes, Bwana Salum. Naam. Unaijua Simba vizuri na umeshuhudia kuanzia msimu uliopita, umeshuhudia sajili ambazo zinafanyika kuelekea msimu unaokuja. Simba ya msimu uliopita ambayo haijafanya vizuri sana katika mashindano ya ligi kuu kwa maana ya NBC Premier League, lakini wamefanikiwa kuchukua mashindano
wamechukua FA, lakini pia wamechukua Muungano Super Cup. Sasa Simba ya msimu uliopita unaizungumziaje kulingana na performance ambayo walionyesha? Naam, ndugu mtazamaji, kwanza napenda kumshukuru Mungu. Cha pili, Simba yetu bwana haikufanya vizuri sana. Nahisi ile raundi ya kwanza tulikuwa tumefeli katika swala la usajili. Ndio maana tukawa tumefeli kila kitu mwanzoni kabisa. Basi usajili wa dirisha dogo tukapata wachezaji ambao walikizi kabisa vigezo na kaingia kwenye timu moja kwa moja na wakakava nafasi zao vizuri sana. Akiwapo Libasi Bweye, Aura, Chama, wote walikaa vizuri kabisa kwenye nafasi zao. Basi kwa msimu huu naamini wataongezwa wachezaji, hasa namba 8 na striker. So walitugharimu sana. Bage ni mchezaji ambaye tulikuwa tutegemea kama namba 9 ya kutegemewa kabisa. Ila alikuja akatugharimu, akatucost kabisa yani. Hiyo ndio ilitoka katika ramani kabisa ya mashindano. Na mimi naamini hivyo. So walitoka kwenye ramani ya mashindano. Kama so angekaa kwenye nidhamu, angekaa kwenye kiwango chake, leo tulikuwa tunaongea mengine hapa. Naamini wana Yanga wenyewe sasa hivi wangekuwa wanungunika tu. Ila wenyewe sasa hivi wana furaha sana. Japokuwa wamechukua kombe kamoja, ila wana furaha sana, sisi tumeumia. Kati kwa msimu huu naamini usajili utafanyika kwa maana aswaswa nafasi namba 8 and then namba 9 na namba 10. Zile ndo muhimu sana. Kwa namba 6 huku sina wasiwasi sana. Taongeza tu namba 6 kama hivyo ongezeka Kevin Nation. Nadhani akija kikaa sawa ameongeza kitu. Namba 2 na namba 3 huku bado mashaka, atakiwa ongezeke watu tena. Hapa namba 4 namba 5 wawili hawatoshi. Waongezewe tena watu na wenyewe vile vile. Naamini watu wakiongezeka kwenye timu, msimu huu utakuwa ni bora sana kwetu. Naamini hicho. Sawa. Dirisha hili la usajili linaloendelea kuelekea msimu unaofuata katika benchi la ufundi na nini wafanye kuelekea msimu unaokuja kupitia kila ambacho nimekishuhudia jana. Ndio maana napenda kukuambia ndugu mtangazaji, bado usajili hujafanyika. Hata wachezaji waliocheza naona tu walikuwa katika majaribio. Hawezi kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, ni wachache sana. Hapo wachukua wazawa, sisi tunaamini wazawa wanaingia kwenye kikosi ni wachache sana. Kwanza kuwaamini wazawa ni ngumu sana. Japokuwa uwezo wanao, inakuwa ngumu sana kumwamini mzawa. Wazawa wanakuwepo kwenye kikosi waweza kaingia kadhaa, ila wageni wanakuwa bora zaidi wakiingia kwenye kikosi. Maana wenyewe ndio waita chachu ya wazao kuonekana. Hebu tusafanye usajili ambao wakuja kuonekana hawa wazawa waje kutafuta nafasi kwa hawa wageni. Tukifanya hivyo tutapata wachezaji walio bora na tutafanya vizuri zaidi msimu huu. Ila sasa bado nadili na pale pale, wachezaji wanatakiwa kuongezeka, haswa namba 8 na namba 9. Hao wachezaji muhimu sana. Hizi nafasi zingine mimi siwezi kugombania sana. Naona wengine wagangania kwa golikipa. Golikipa naona ana mistake chache tu. Naona mipira ya cross na mkosti sana. Ila kama akikaa sawa, ticha akakaa naye vizuri, mwalimu wake akamuelekeza, atafanya vizuri. Naamini hivyo. Simba katika misimu ya hivi karibuni wamejaribu kufanya sajili nyingi za kuweza kutengeneza timu, na mara nyingi uongozi kupitia afisa habari wa klabu Bwana Ahmed Ally amekuwa akizungumza kwamba wapo katika mchakato wa kutengeneza timu. Sasa sajili zimekuwa zikifanyika nyingi, maingizo mapya yamekuwa yakifanyika mengi, lakini mwisho wa siku msimu unamalizika, idadi ya wachezaji wanaokuwa wanaachwa wanakuwa ni wachezaji wengi zaidi. Unahisi ni nini tatizo? Tatizo ndo kama ninalokuambia. Hao wachezaji wanaokuja kwa Simba na Yanga, semee tu Simba peke yake hadi Yanga, tutafanya kazi ya kubahatisha tu. Nenda anachukua kwa mchezaji anaonekana
sijui katokea Malawi, sijui katokea Zambia, katokea Ghana, amewini, amekuwa sijui wa kwanza, sijui mfungaji bora. Ile anakuja kwenye ligi nyingine, yani anakuja kwenye ushindani mwingine. Na sisi timu zetu zinakamia. Ukishaona tu hapa watu wameshajaa wageni hapa, unakutana na Prison, unakutana na Dodoma Jiji, wataka na wewe waonekane. Kwa hawa wageni tunatakiwa tuambie bwana, tunaenda kucheza mechi. Tunaenda kucheza mechi. Hii mechi ni ya ushindani, tusidharau watu, simbeze mpinzani. Ila kwa swala la usajili, hivyo unavyosema wewe, mimi naamini usajili unafanyika. Na sajili za Tanzania za kiujanja hivyo. Ila tuachukua wachezaji kule kwa watoka wazuri, wakija huku wanafeli. Sijui sababu ni nini, hali ya hewa, mazingira sijui. Ila mimi wachezaji tunaosajili ni wazuri. Kuja kumwacha mchezaji ni kufeli kawaida tu. Kafeli kawaida basi. Ila hamna sababu ya kusema labda ndo kafeli jumla. Ukimpa nafasi, baki mchezaji huwezi kumuona tu msimu mmoja kaonekana. Baki wachezaji wanakuwa wengi. Acheze msimu mzima akamaliza. Acheza mechi 3, 4, 5. Sasa mechi za mwanzoni nataka umzile umwache. Angalia kama Isature, yeye beki wa Simba. Alivyokuwa Nangu, watu mjui. Kama Nangu angeendelea kuwepo, leo Tule alikuwa anapewa thank you. Yaani tusidanganyane. Ya baada Nangu kuumia kaingia Tule pale kati. Uwezo alionyesha ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini mfano Loemba angepewa nafasi ilikuwa ni bora zaidi. Angecheza, na wewe ni mchezaji kabisa mzuri. Mashabiki wengi wa klabu ya Simba na wanachama walio wengi, inapofikia Simba kufanya vibaya ama kukosa mataji, wengi huwa wana kauli ya kusema kwamba uongozi wa klabu hauko sawasawa na haufanyi majukumu yale ambao wanatakiwa wafanye. Hasa mara nyingi wamekuwa wakitolea mfano kwa wapinzani wao Yanga, uongozi ulivyosimama kupitia rais wao Engineer Hersi. Kufanya wale viongozi wao inatakiwa wawe wamoja kama viongozi wetu sisi. Ujue wale kila mtu anazungumza kivyake, Magoli atatoka atazungumza, Mangungu atatoka atazungumza, msemaji wao atatoka atazungumza, lakini tuangalie sisi Yanga. Anayezungumzia klabu ni nani? Msemaji ambaye ni Ally Kamwe. Ikitokea kuna kiongozi yote katoka kwenda kuzungumza na waandishi wa habari, basi kunakuwa na jambo jingine ambalo sio la majukumu ambayo anafanya Ally Kamwe. Sasa wao Mangungu anaweza kufanya majukumu kidogo ya msemaji, anakuja Magoli naye ataleko. Cha kwanza mimi ninachokiona kwenye timu ya Simba, umoja ule hawana. Kwa nafikiri wangeangalia kwanza kwenye uongozi wao, wakatengeneza unit kwenye uongozi, alafu ile ndo wanaitransmit kuja kwenye squad yao. Mimi nafikiri kule ndipo wanapofeli. Na ndio maana nawaambia ubaya ubwela, vilio vitaendelea msimu ujao. Sisi tutakusanya vikombe vyote na watafute sehemu nyingine ya kwenda kuchimba dawa, kwa sababu pale msimu unaokuja toka tumeshajenga. Salum Hamadi anasema msimu unaokuja vilio vitaendelea kama kawaida na hamtapata tena huruma kama ile ambayo wameifanya ya kuachia FA. Yaani sio huruma, uwezo. Na sisi tunamhakikishia kabisa. Wameweza kutoa draw hapa wakawa wanalialia. Yaani sisi tunaumia, yaani sisi tutoa draw wenyewe washangilia. Tunahakikishia. Kaeka nyumba kwa akategemea kwenda kubadilishia nguo. Kaishategwa kale. Wanasema ujenzi wa uwanja tayari unaelekea kuanza. Sehemu ambapo mmezoea kuchimba dawa, ina maana mtachimba wapi tena, kwa sababu tayari ujenzi unaanza na ile eneo halitaruhusiwa kufika. Hapa kwa swala la ujenzi ni mbwembwe. Tunaonyeshwa clip tu. Mimi naamini ni mbwembwe, ni clip tu. Lakini wataenda kuangua tu, watakuangua kwa danganya washabiki, basi hizo ni mbwembwe. Lakini engineer nafikiri unamfahamu, hana utani. Kauli tu, kuna kauli za utendaji. Wachezaji walikuja dirisha kubwa msimu uliopita, wako wapi? Tunaambiwa Messi kaja, kuwa yule. Ulimuona kafanyaje? Lakini wewe mwenyewe umetoka kuzungumza kwamba kuna wachezaji wanakuja wana ambao mashabiki mnakuwa na matarajio makubwa, lakini mchezaji anafeli kulingana na mambo ya hapa na pale. Kwa nini usiamini kwamba kuwa naye alifeli lakini sio mchezaji mbovu? Alipandishwa sana, tuliambiwa Messi. Wewe unaamini alikuwa Messi yule? Akiingia uwanjani washabiki wanaambia toa huyo.
Sasa tunamhakikishia sasa zile draw tunazifuta. Tunaanza ni kipigo tunaanza tarehe 12 mwambie. Lakini hata Simba walizungumza baada ya ujio wa Soa, walisema wamepata hurricane wa Tanzania. Ni kweli, ila nidhamu mbovu, yani nidhamu ndio inamfelisha. So uwanjani alikuwa ni mchezaji uwanjani, nidhamu ndio inamfelisha. Naamini tarehe 12 anitafute, tarehe 12 anitafute. Hapo nitamwambia sasa, nitamhakikisha hizi tarehe zikalili. Hapo kwenye tarehe 12 muulize ataleta timu. Anauliza Ahmad, utaleta timu tarehe 12 au ndio yatakuwa yale? Yaani uwanja ule umeshaandaliwa. Timu ipo. Yaani wewe utaiona timu. Wewe umeshakalili. Timu ipo hapo pale, ama kutoka nje ya uwanja kwenda kubadilisha nguo kwa jirani. Mwe ndani unabadilishia wewe. Mwambie kabisa. Tunamuua pale tarehe 12. Hapo tunamwambia hiyo moja. Kwa sisi tusubiri tarehe 12. Tarehe 12 tunaanza trailer. Ukipigwa awe hana uwezo. Hana uwezo. Wachezaji wao washakufa. Pakome kafa, Mzize kafa. Wale ndio usumbufu wa timu. Ndio roho ya timu. Hapa Pakome mimi namchukia yule. Namchukia Pakome. Ni mchezaji yule. Asi hata kesho tulivyo na jali yake akaambia anakuja Simba mimi nakubali. Lakini wanasema kuna Starboy Okelo. Hamna Okelo, hamna, simuelewi. Okelo simuelewi. Bado sina imani naye. Watakuja kama wale kina Reni wale kina nani yule nani Mwangola yule. Hamna mchezaji pale. Hamna mchezaji kabisa pale. Mimi naamini hamna mchezaji pale Okelo. Bado sijampa nafasi. Kwa hiyo unahakikishia wana Simba tarehe 12 wajiandae kusherekea. Ni uhakika. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tu uzima. Tunamkanyaga pale tunampiga 2-0. Anakufa. Labda mimi nimwambie kitu kimoja huyu mwana Simba. Kwanza ana uhakika kwa usajili wa klabu ambaye ni GSM. Sasa wanajaribu kufananisha kwamba Mohamed Dewji kila anachokifanya, lakini uongozi wa klabu ya Simba kila ambacho wanakifanya, kila Manguki na nani hawafanyi kitu ambacho kinatakiwa kifanywe kama kila ambacho kinafanyika Yanga. Ndio maana klabu yao inashindwa kufanya vizuri na kufikia malengo yale ambayo wanakuwa wanawaaminisha kabla ya msimu kuanza na kile kinachotokea ndani ya msimu unapomalizika. Unahisi wako sahihi na kwa nini huwa inawasukuma wanazungumza hivyo? Mimi siamini. Kwenye uongozi siamini. Uongozi unafanya kazi vizuri kama sajili zinafanyika. Naamini tu wale wanasajiliwa ndio wanakuja kufeli. Ila uongozi haufeli. Mimi ninachokiamini hicho. Uongozi hamna kufeli. Usajili unafanyika vizuri, wachezaji wanakuja, wachezaji wenyewe ndio wanafeli. Yaani wachezaji ndio wanafeli. Ila uongozi uko vizuri. Sina imani mbaya na masuala ya uongozi. Una utazamaje msimu ambayo unatarajia kuanza mwezi ujao wa 8 kuhusu timu yako na una matumaini yapi kuelekea msimu huu? Kwa swala la msimu huu ambao unaanza hivi punde, naamini timu yangu itafanya vizuri sababu kuna wachezaji wengi nimewaacha kwenye kikosi tofauti na misimu mingine. Msimu huu naamini wachezaji wapo. Hata kama utaongeza wachezaji ambao watakuja kukava tu nafasi chache. Ila wachezaji naamini nimebakiza wachezaji wengi sana, wale wa muhimu wapo. Kwa hiyo naamini msimu huu utafanya vizuri. Hapa tulipoishia tutaendeleza. Yaani makombe tuliochukua mawili ya msimu uliopita tunaenda kuchukua sasa hivi la ligi kuu. Kulingana na wachezaji waliopo, waliobakizwa kwenye kikosi maana yake na ambao watakuja kuingia. Maana hatujatoa wachezaji wale wa muhimu sana. Naamini hivyo. Wachezaji Yes, kama tulivyosema, hii ni Sepetu TV na tuko live hapa katika kipindi hiki cha michezo tukizungumzia swala la usajili kuelekea msimu unaokuja kupitia vilabu hivi vya Simba na Yanga. Yes, Bwana Ahmad, umemsikia Salum shabiki na mwanachama wa Simba alivyojimwambafai kuelekea msimu unaokuja. Amesema hawaachi kitu na lazima ubingwa mliochukua wa NBC ni wa mwisho na wao sasa zamu yao kuutawala na watafanya hivyo kwa misimu zaidi ya ile ambayo nyinyi mmechukua. Wewe kama mdau na shabiki wa Yanga una kipi cha kumwambia Salum kuelekea msimu unaokuja?
Mimi nitakumwambia Salum ni kwamba vilio vitakuwa vingi kama kawaida yao, wataendelea kulia kama kawaida yao, na sijui safari wataenda kuchimba dawa wapi, kwa sababu hata pale tutakuwa tumeshajenga. Utafuta sehemu nyingine kwenda kuchimba dawa, lakini mimi nahakikishia ubaya ubwela, msimu unaenda kuanza, vilio vitakuwa kama kawaida. Hatuache, tumewaachia kombe la FA msimu unaokuja, mimi na uhakika Yanga inaenda kuwa bora kuliko hata ile ya Nabi. Kwa hiyo tunaenda kukusanya vikombe vyetu vyote, hata hicho ambacho tumewaachia, alafu na wao watafute sasa sehemu nyingine ya kwenda kuchimba dawa, maana sisi pale tutakuwa tumeshaje. Ili kufikia mafanikio ambayo Simba pia wanatamani wayafanye, ambayo nyinyi mnayafanya kwa misimu 5 mfululizo, unawashauri nini au unaushauri nini uongozi wa klabu ya Simba? Nini wafanye ili waweze kufikia level ambayo klabu yenu imefika? Cha kuwashauri ni washauri wa ubaya ubwela waje watu